Dada akaongea kwa sauti ya taratibu. Hapana, usinishushe kaka, huyo ataniua, aliongea yule dada. Wakati huo yule kaka alizidi kuwafuata taratibu katika hali ambayo Lama hakuitegemea. Yule kaka alichomoa panga lililokuwa nyuma ya suruali yake. Lama kuona vile, akaona nisipokimbia kifo leo nakiona live bila chenga. Akageuza pikipiki yake haraka, huku yule dada akiwa bado hajashuka. Akaikimbiza kwa kasi, lakini huku yule jamaa naye akiwa bado anawakimbiza kwa kasi. Ila katika hali ambayo Lama hakuitegemea pia, ile pikipiki ikazima. Lama akakumbuka kumbe ya kuongeza mafuta. Vipi kaka, mbona unasimamisha tena? Aliuliza yule dada kwa wasiwasi. Kwa mbali alimuona mumewe bado anawafukuzia. Mafuta yameisha. Sasa hapa, we dada, shuka. Kila mtu akimbilia upande wake. Yaani wanawake wengine jamani, mikosi tu. Yaani unaniingiza kwenye balaa hivi hivi jamani. Aliongea Lama akishuka kwenye boda na kuiacha chini na kuanza kukimbia. Sasa kaka, mbona unaniacha tena? Aliuliza yule dada akiwa kapigwa na butwa. Hajui sasa wapi aende. Akiangalia nyuma anamuona mumewe anakuja na panga. Akaona hapo usintanie. Akatafuta njia ambayo ilikuwa tofauti na aliyopita Lama. Akakimbilia huko. Kwa hiyo washikaji ndo hivyo. Hapa boda nimeiacha, yani sielewi kama ataichukua au vipi. Aliongea Lama kwenye simu na marafiki zake huko anakimbia. Sasa wewe rudi huko uangalie hiyo bodaboda kama ataichukua au vipi, na kama akichukua ujue anaipeleka wapi. Sisi tuko hapa kijiweni tunajikusanya tunakuja hapo, yani dakika 5 tu. Aliongea rafiki yake Lama aliyeitwa Saleh. Ikabidi kweli Lama agaili kukimbia. Akajaribu kutazama nyuma kuona kama yule jamaa anamfuata, lakini hakumuona. Akajishauri arudi walau aione pikipiki yake kwa mbali tu. Na kweli wakati anarudi akamwona yule kaka anaburuza bodaboda yake huku akiwa bado kashika panga. Akaona amfuatilie kwa mbali mpaka atakapoona anapoipeleka bodaboda yake. Na kweli yule jamaa alikokota mpaka kwenye geti ya nyumba yake. Akafungua geti akaingiza bodaboda ndani. Mara simu ya Lama ikaita tena. Widini, sasa simpo hapo sokoni. Unakumbuka hivi kwenye ile hoteli ambayo tulikuja kufanya shughuli ya Hasani? Ndo hapa niko maeneo ya mkija mtanikuta, aliongea Lama. Na kweli dakika 3 tu boda kama 15 zilishafika maeneo hayo. Lama akawaonyesha nyumba. Wawili walibeba vidumu vya mafuta vya lita 5. Oya we, waligonga kwa nguvu baada ya kufika kwenye ile nyumba. Huku oni za pikipiki zikipigwa mfululizo. Yule kaka akatoka. Nyie mnataka nini nyumbani kwangu? Aliuliza yule jamaa akiwa bado kashika panga lake. Mrudishie pikipiki yake mshikaji wetu, la sivyo tunakuchoma wewe, tunachoma na nyumba yako, aliongea Rashidi, huku bodaboda wengine wakipiga makelele. Yule jamaa akaona hapa ishakuwa noma, akaingia ndani na kutoa bodaboda ya Lama. Lama akaichukua bodaboda yake, akachukua na mafuta aliyoletewa na rafiki zake, akaijaza mafuta. Alafu we jamaa usituzoee, kama unashindwa kumchunga mkeo alafu Lama unawatupia bodaboda, siku nyingine tutakufanya kitu hamna, aliongea Rashidi huku akigeuza bodaboda na kuondoka. Yule jamaa akabaki tu amepigwa na butwa.